Hatuwezi kuwa serikali ambayo haisikilizi wananchi, hatuwezi kuwa serikali ambayo imeweka wananchi mbali na yenyewe, yaani kuna mpaka mkubwa baina ya wananchi na serikali, na wakati serikali imewekwa na wananchi watumikia wananchi. Sasa kuna kwa tunafanya kitu gani? Kwa hiyo ni lazima ili swala tuliangalie upya. Umeona? Lakini pia hatuwezi kuwa na vyama vya kisiasa ambavyo mtu anaingia tu kwenye chama kwa lengo la kwenda kutafuta ugali. Kwa sababu hivi vyama ndio vinazalisha wananchi. Vyama ndio vinazalisha viongozi. Sasa chama kikishazalisha kiongozi asiye na maono, kiongozi asiye na uwezo, kisa ana fedha, ameweza kulipa na nini. Kwa ni sisi wenyewe tunakuwa tunajirudisha nyuma. Umeona? Wanaopiga kura za maoni kila nani? Sisi wenyewe wananchi ndio tunapiga kura za maoni, ndio tunapewa hela nenda kamchague fulani. Yaani tunakuwa tunajisaliti sisi wenyewe. Na wakati huo tena tunataka tupate mabadiliko, kwamba taifa liwe na mabadiliko, liwe na viongozi wenye maono, viongozi wenye msimamo, viongozi wazalendo, viongozi wenye uwajibikaji, viongozi ambao wanataka waturahisishie maisha sisi wa Tanzania, viongozi ambao watawaza kwa nini watoto mpaka leo bado wanachora panzi, viongozi ambao watawaza kwa nini mpaka leo watoto viwanda hatuna, viongozi ambao watawaza kwa nini watoto mpaka leo bado wanakaa chini, viongozi ambao watawaza kwa nini kila uchaguzi tunahubiri siasa, tunahubiri maji, tunahubiri umeme, tunahubiri madawati, kila uchaguzi tunahubiri mambo yale. Ni lini tutapata kiongozi atakuja aanze kuwaza kama jamani, tunaanza kujenga nyumba kila mkoa, nyumba labda 70,000. Tuboreshe kwanza miji yetu, tutengeneze nyumba nzuri za national housing, tuweke wananchi wetu waishi kwenye mazingira mazuri, watalipa kwa gharama ndogo ambazo zitawafanya na wao waweze kunyanyuka kiuchumi, kufanya mambo yao mengine. Nyumba zinapokuwa tunajenga ni serikali, na tumetengeneza mionekano mizuri kwenye miji yetu, na tumeboresha maisha ya wananchi wetu. Lakini pia ni lini tutapata viongozi ambao wataanza kuanza kwamba watoto waanze kufundishwa vitu tofauti ambavyo vitatengeneza uzalishaji, ambavyo vitabadilisha mindset zao, kwamba wao watoto wanaowaza kuja kuzalisha, sio kuja kuendelea kuwa watumwa wa wazungu. Ni lini tutapata viongozi ambao watakataa huu utumwa wa wazungu, watakataa kuwa vibaraka wa wazungu na kuanza kujitegemea? Taifa kubwa kama Tanzania hili, tumejaliwa kila kitu, rasilimali nyingi, lakini kwa nini sisi bado ni maskini? Kwa nini viongozi wetu, kwa nini kuna gap kubwa baina ya viongozi na serikali kwenye hali ya kimaisha? Kwa nini yani tuna mambo mengi ya kujiuliza, kwamba yani tuna vitu vingi sana vya kufanya. Na sisi kizazi hiki tunajiita Gen Z, tumekuja tuna mawazo chanya. Je, tunasikilizwa? Serikali inatusikiliza? Serikali inajua tunataka nini? Serikali inajua sisi tunawaza nini? Kwa sababu ni ngumu sana wazazi wetu kuanza kwamba kutaka sisi tuwe na maamuzi kama ya kwao ya thamani, au maamuzi ambayo yanakuwa yameshapita. Dunia inaenda mbele na wao wanaona. Mimi mtoto aliozaliwa mwaka 90 na mtoto aliozaliwa mwaka 2000 ni tofauti. Umeona? Huyu ame experience baadhi ya vitu fulani hapa nyuma, huyu amekuja juzi. Kwa hiyo kuna vitu vile tofauti, na dunia inaenda kasi sana. Umeona? Kwa hiyo kuna huyu mtoto ambaye kuanzia hapa 90 kuja mpaka hii hapa tulipo, hawezi kuwaza kama anavyowaza mstaafu aliyostaafu mwaka juzi jana. Ni tofauti sana. Kwa hiyo inabidi ifikie hatua serikali iruhusu mawazo ya vijana, mawazo mapya, uwajibikaji mpya, tupate ubunifu mpya kutoka kwa vijana kwenye maofisi wapi. Na uzuri tuna rais mzuri tu ambaye anatambua mchango wa vijana. Kaka zetu wengi tu vijana wameaminiwa, wamepewa nafasi nyingi kwenye serikali. Kwa hiyo tunaweza kuwatumia hao kwa kuanza kubadilisha, kuleta mabadiliko chanya, kuleta mawazo tofauti na nini. Na serikali pia nenyewe wazee wetu sasa waanze kukubali kwamba vitu fulani inabidi vibadilike kwa mustakabali wa future ya mbele ya kizazi cha taifa letu la Tanzania. Naitwa Joseph Marago na ni mzalendo Mtanzania ambaye napenda kuongelea taifa langu, napenda mabadiliko, napenda usawa, haki, amani kidogo, kwa sababu haki ndio inazaa amani. Kwa nadhani haki ni muhimu, lakini pia upendo kwa taifa, wananchi kupendana, kurudi kuwa pamoja tena, kupenda serikali yetu, serikali kupenda wananchi, viongozi kujishusha na kukaa karibu na wananchi, kuwahudumia wananchi, kuacha kujikweza na kuamini kwamba kuwa kiongozi ni wito, ni wewe ni mtumishi. Umeona? Yaani ni aibu sana kwamba unatumia mafuta ya bure, gari la bure, muda mwingine mpaka suti za bure, mpaka nyama mnapelekewa kwenye mafriji ya viongozi.
nyama imegongwa na serikali, lakini unashindwa kuajibika kuhudumia wananchi. Kwa kweli ni aibu, hata wewe mwenyewe kama kiongozi ni aibu sana. Watoto wako wanavaa vizuri, wanasoma shule nzuri, wajibu wako ni kuhakikisha watoto wanakaa kwenye madawati, madarasa mazuri, elimu bora, usimamizi safi, miundombinu mizuri, kurahisisha maisha ya wananchi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo viongozi wajitahidi kutimiza wajibu wao, wafanye kazi kwa kujitoa na kujituma, waamini kwamba ni dhamana tu wamepewa, waheshimu wananchi, wananchi wenyewe waheshimu viongozi wao, kuwe na uwiano mzuri au mahusiano mazuri baina ya wananchi na serikali. Asante sana kwa kunisikiliza.